Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo kuna mashekhe wengi ambao wanatengeneza Waislamu vilaza. Kuna mashekhe wengi ambao wanatengeneza Waislamu mazamwama. Kuna mashekhe wengi ambao wanatengeneza Waislamu waliokuwa na hasira na mihemko. Kuna mashekhe wengi ambao wanatengeneza Waislamu ambao hawajui kujibu hoja, wasokuwa na maarifa, ambao wamefungwa akili zao na wakanyimwa uhuru wa kusikiliza, kutafakari na kuchagua. Nasema hivyo kwa sababu leo tukiwa katika mwezi mtukufu wa Muharram, mwaka 1448 ni mwaka mpya wa Kiislamu. Ilipaswa tukae na kufurahia, kwa sababu siku zote tunapoingiwa na mwaka mpya lazima tufurahi. Tunashukuru kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutufikisha siku hiyo na mwaka huo, kwa sababu ni neema na lazima tufurahie neema alizotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa nini sisi Waislamu watu hatufurahii? Kwa sababu mwaka wa 61 Hijiria kulitokea tukio la kusikitisha sana katika ulimwengu huu, nalo ni tukio la kuuliwa familia ya Mtume, kizazi cha Mtume ambacho kilikuwa kinaongozwa na Imam Hussein alayhi salam, yani mjukuu wa pili wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Imam Hussein aliuliwa katika ardhi ya Karbala nchini Iraki mwaka 61 Hijiria. Leo Mashia wanakaa na kuzungumza kuhusiana na tukio hili, wanaenzi tukio hili na kulia na kuhuzunika, kwa sababu wanakumbuka machungu aliyopitia mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu Imam Hussein kwetu ni imam, sisi Mashia. Imam Hussein kwetu ni sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini pia kwa Waislamu wa Kisuni Imam Hussein ni sahaba wao. Lakini kwa wanadamu wote Imam Hussein ni alama ya kusimamia haki na kupigania haki, kwa sababu Imam Hussein aliuliwa kwa sababu tu alikuwa anapigania haki. Kwa hiyo Imam Hussein ni ramzi ya haki, ni ramzi ya wapigania haki wote duniani. Lakini cha kushangaza ni kwamba utakuta kuna mashekhe wanakaa kazi yao ni kuwakataza watu kuwasikiliza Mashia. Bwana, msiwasikilize Mashia, hao ni makafiri na kadhalika. Hasa nakaa najiuliza, ikiwa Waislamu wetu ni hawa ambao tunawafundisha kuto kusikiliza watu, ikiwa Waislamu wetu ni hawa ambao tunawakataza kuwasikiliza watu, ikiwa Waislamu wetu ni hawa ambao tunawakataza kusoma vitabu vya watu, siku watapatikana watu ambao sio Waislamu wakakaa na kusimamisha hoja mbele za waumini wetu. Ikiwa sisi tumeondoka, tumefariki, waumini wetu itakuwa hawana majibu ya kujibu, ni kwa sababu tumewanyima uhuru wa kusoma na kusikiliza. Waumini wetu itakuwa ni watu wa jazba, itakuwa wakisimamishiwa hoja na wachokonozi, mfano watakaa ni watu wanatukana, wanaambia bwana ninyi watu wa motoni na kadhalika. Itabidi watu mwajibu kwa hoja. Ikiwa wanaletea hoja, mwajibu kwa hoja. Lakini ni kwa sababu gani wanashindwa? Ni kwa sababu tukiangalia katika misingi ya mwanzo, sisi mashekhe bado tunawanyima uhuru waumini wetu katika machaguzi, katika kusikiliza na kusoma pia. Nashangaa pia unakuta ni muumini wa Kisuni amesoma mpaka level ya chuo, kafika university, lakini bado pia naye ana fikra ya kusema bwana usimsikilize Mshia. Sasa wewe elimu ina faida gani kwako? Yaani ni msomi, umesoma mpaka chuo, lakini bado nayo unatawaliwa na utumwa. Naweza kusema huu ni utumwa wa imani, sijui. Ikiwa sisi tunawakataza watu kuwasikiliza Mashia, ikiwa sisi tunawakataza watu kusoma vitabu vya Kishia, ili jambo sidhani kama limekaa sawa, kwa sababu haki inafuatwa kwa kusikiliza, kwa kusoma, kwa mtu kuwa huru, mtu asifinywe katika maarifa, ili tutengeneze waumini ambao ni wanauelewa, wapo uhuru kifikra. Ni lazima tuwafundishe waumini kuwa huru katika mawazo, tuwafundishe waumini kuwa huru katika maono, tuwafundishe waumini kuwa huru katika kusoma na kusikiliza, na kamwe tusiwafundishe watu kutowasikiliza Mashia. Hili ni kosa, sidhani kama linakaa sawa. Yaani leo
ukae usimame, ni mwalimu wangu tabani, ukae unaambie bwana usimsikilize shekhe fulani, kidogo haijakaa sawa. Yaani nitakuona kwamba wewe hujakamilika kwa namna fulani. Ili mtu uwe kamili lazima uwe huru. Yaani haki inafuatwa kwa mtu kuwa huru. Yaani kuwa huru, uchague baina ya haki na batili. Lakini usichague haki kwa kuwa umenyimwa uhuru, wala usichague batili kwa kuwa umenyimwa uhuru, bali chagua haki kwa kuwa upo na uhuru wa kuchagua haki na batili, na uchague batili ikiwa upo na uhuru wa kuchagua haki na batili. Hivi ndio tunapaswa kuishi ili tuwe ni Waislamu ni hoja, tuwe ni Waislamu ambao hata tukisimama na kuzungumza tuonekana ni watu ambao kweli akili zetu ni timamu. Ni lazima tuwafundishe watu kuwa huru. Wacheni watu wasome, wacheni watu wasikilize, kwani Imam Hussein ni mjukuu wa Mtume, kwani Imam Hussein ni sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwani Imam Hussein ni imamu kwetu. Kwa hiyo wote tuna haki ya kusoma historia ya Imam Hussein ili tuweze kumtambua kiundani zaidi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.